Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Benjamin. Nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuja tena kwa mtandao ili tukaweze kushiriki neno. Na kabla hatujaanza nataka nianzishe na maombi ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo tuamini ukiwa pande hiyo, tuombe pamoja. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Ninasema ni asante kwa ajili ya hii nafasi ambayo umetupa tunashiriki neno lako. Baba, tupe neema, tupe ulinzi. Mafuta yako kayamimine ndani yetu ili neno lako likawe faida kwetu katika jina la Yesu. Baba, ukatuongoze na ukatushindanie. Na ni katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Sema amen. Kiwa pande hiyo unaweza ukasema amen. Nataka tukashiriki neno la Bwana siku ya leo na Mungu atatubariki. Nimekuwa nikisungumuza sana juu ya laana. Latest nilisungumuza juu ya laana. Nikasungumuza juu ya laana part 1, nikasungumuza juu ya laana part 2. Nataka tu niendelee na kusungumuza juu ya laana. Nilikuwa nasungumuzia laana ya mzazi, nikasungumuza laana ya mtu aliyekuzidi umri. Sasa nataka nisungumuze laana ambayo inaweza ikatoka kwa Mungu. Hiyo inatoka kwa Mungu. Haitokani na mwanadamu, lakini hiyo inatokana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu katika kizazi tusipoelezeana na kufundishwa wale ambao ni kizazi cha sasa kinahitaji mafundisho kwa hali ya juu. Kizazi cha sasa kinahitaji mafundisho kwa hali ya juu ili kiokolewe. Kwa sababu ni kizazi ambacho kiliopo wakati ambao si mzuri. Wakati ambao tuliopo sasa ni wakati si mzuri. Ni wakati wa matatizo, ni wakati wa shida mbalimbali, ni wakati wa kung'ang'ana, ni wakati ni kama Mungu alituondokea. Na ni vizuri kama kizazi tuweze kuangalia ni wapi tunaweza kuwa hatuendi sawa na Mungu. Ni wapi tunaweza kuwa tunamkosea Bwana. Ni wapi tunaweza tukarudi kwa Mungu aliyetuomba ili akapendezwe na sisi. Na ile ghadhabu ambao anaweza kuachilia kwa sababu ya kumwacha akaweze kuondoa. Kwa sababu maandiko Mungu anasema, mkinirudia nami nitawarudia. Huyo ndio Mungu. Kwa hivyo ni sisi wanadamu kuchukua hatua na kumrudia Mungu. Na kumrudia Mungu si tu kwa kuongea, si tu kwa kunena, lakini ni matendo itaonyesha ya kwamba umemrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kama kizazi tuweze kuangalia vile dunia inaenda. Dunia haiendi vizuri. Mahali dunia imefika si mahali pazuri. Ni kama ukiangalia sana, ukiangalia kiundani, ni kama Sodomu na Gomora sasa inafufuka. Sodomu na Gomora inafufuka. Inafufuka kwa njia gani? Inafufuka kwa yale matendo yanatendo. Yanafufuka kwa zile tabia zinaenenda. Niliona sherehe zilikuwa kule Malindi. Ni mwezi wa 7 hapo tarehe 1 tarehe 2. Tuliona kile kiliendelea. Tuliona wanaume wanavaa skati kama wanawake. Tuliona wazee wanaume wanaume wanasuka nywele kama wanawake. Tunaona wanawake wanaenda uchi wa mnyama. Kumaanisha mahali kizazi kinaenda, kuna mambo yanaenda kurudi katika kizazi ambayo yanaweza kufanya dunia
Sodomu na Gomora inaonyesha picha ya kwamba Sodomu na Gomora ni kwamba inafufuka, na Mungu anasema nini? Nirudieni nami nitawarudia. Kwa hivyo ni sisi wanadamu tujiite kama mkutano. Wewe uliyepotea, wewe usiye ambao ni ukweli hujajua, huu ujumbe unaweza ukakusaidia na ukajua. Wacha nikuambie mwanadamu, maandiko inasema hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna siku Mungu anasema katika kitabu cha Mwanzo 6, sitawahi kushindana na mwanadamu. Hiyo Mungu ameapa. Hakika anasema katika maandiko, hakika sitawahi kushindana na mwanadamu. Pale wakati Sodoma na Gomora ilipochacha, uovu kachacha, wanaume walikuwa wanaingiliana mwili, mwanaume kwa mwanaume. Wanawake walikuwa kama vile tunaona mambo ambayo tunayaona yanaendelea, lesbian, tunaona ushoga, ulawiti unaendelea. Ni mambo ambayo yako kwa mitandao. Ni siku nyingi unaona kwa mtandao mwanaume na mwanaume wanafosi, ni mume na mke. Naona mwanamke na mwanamke wanafosi, ni mwanamke na ni mume na mke. Kwa hivyo Sodomu na Gomora imefufuka, na hizi vitu unaona zinaendelea kwa mtandao. Ni kwamba sasa hizi vitu, wakati hizo vitu vinawekwa katika mitandao, saa hii watoto hata simu, watoto wadogo hata wanajua kucheza na simu. Wanachukua simu ya mzazi, anachukua simu tu na anaanza kucheza nayo. Na hizo vitu anaona mwanaume ni huyu ameoa mwingine na ni mtoto mdogo. Unaona huyu ni msichana ameoa mwingine na ni mtoto mdogo. Kumbe ni mambo yanaendelea kuingia katika hanga za wanadamu, na mawazo ya wanadamu yanaweza yakafika mahali. Kuna kipindi 10 years, miaka 10 ijayo, haya mambo yatakuwa yanaonekana kwamba ni mambo ya kawaida, kwa sababu sasa imeingia kwa simu. Sodomu na Gomora ndio hii kwa simu, hata haiko mbali. Unaangalia kwa simu, unaona Sodomu na Gomora ni mwanaume na mwanaume wanaoana, mwanamke na mwanamke wanaoana. Si vile tulikuwa tunasikia inafanyika Mombasa, inafanyika town. Sasa iko kwa simu, inafanyika kwa simu. Soso hizo vitu ni vitu vimekuja kuwataka ulimwengu. Watoto ambao wanazaliwa ni watoto ambao wako hatarini, kwa sababu hawatakuja kujua ukweli uko wapi. Hawatakuja kujua kumbe mwanaume na mwanaume wanaweza wakaoana, kumbe mwanamke na mwanamke wanaweza kaoana, kwa sababu ni mambo wanasoma kwa simu. Kwa hivyo Sodomu na Gomora inaendelea na kufufuka, na wewe uliye pande hiyo ni vizuri ukaweze kujua ya kwamba hata kama Sodomu na Gomora ilifufuka, Mungu alikuwa na watu wake kule, lakini hawakuwa wengi. Walikuwa wanne, na mmoja akaungana na wale, akaangamia pamoja na wao. Mke wa Lutu akaungana na wale, kukaokolewa Lutu na watoto wake wawili. Hata hii Kenya kuna wale ambao ni wa Mungu, hata kama ni wawili ni watatu, kuna wale wake. Na nikipenda huu ujumbe ukaweze kukufikia wewe uliye mtu wa Mungu, ambaye unaweza kujua na ukaona haya mambo hayafai. Tuweze kuungana na kusaidia kizazi, kwa sababu kizazi kinaendelea na kupotea. Kizazi kinaendelea na kupotea. Licha ya kuwa makanisa ni mengi, licha ya kuwa neno inahubiriwa, lakini kuna mambo fulani yametokezea ambayo yale mambo ndio yanaendelea na kuwataka kizazi. Kanisani tukienda tunahubiriwa, utabarikiwa. Lakini ile injili ya kuleta watu karibu na Mungu
kumrudia Mungu, watu kumrudia Mungu. Hacheni hizi tabia. Hiyo injili sasa ni kama inaenda ikiuliwa. Ile injili inahubiriwa ni ile inahusu matatizo ya watu ya mwili. Usipohubiri hiyo, na hata watu hiyo ndio wanapenda. Lakini ningeweza kukuambia wewe ukiwa pande hiyo na mimi pande hiyo, ndugu wewe dada, tuungane tuweze kupigana na uovu ambao unataka kuwataka kizazi, na tuweze, mimi na wewe, Mungu ametuumba na ametuweka ili tukaweze kusalisha mbegu yake kwa kizazi hiki. Kizazi hiki mbegu ya Mungu ikasaliwe, mbegu ya Mungu ikaoteshwe kwa kizazi hiki, na ni mimi na wewe, maana wakati ni wetu. Tunafanya kazi, tupande mbegu ya Mungu, tupite, tuache hiyo mbegu ikifanya kazi. Na tusipopanda hiyo mbegu ya Mungu, bado shetani ataendelea na kuingia kwa kizazi, kuingia kwa watoto wetu, kuingia kwa jamii zetu, na tutapata ya kwamba tutakapoondoka katika hii dunia tuende, hakuna kitu tulifanya ambacho ni cha kumpendeza Mungu. Kwa hivyo tuungane tuweze kupingana na uovu. Na kabla sijaenda mbali, nataka nikusomee maandiko katika kitabu cha Isaia 3 kuanzia mstari wa, acha nianze 18, lakini ukitaka kuelewa zaidi unaweza ukaanzisha 16, lakini nataka nikusomee tu 18, 19 na 20 hapo. Maandiko inasema hivi: siku hiyo Bwana akawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikio na vikukuu na taji zao na ndusumali na furugu na vitambi na vibwete vya marashi na marasimu na pete na azama na mafasi ya sikukuu na vitemu na ndebwani na shali na vifuko. Wacha niende tena Mambo ya Walawi 16. Mambo ya Walawi 16. Kumbuka niko pale kwa laana part 3 sehemu ya 3, laana. Kumbuka ninafundisha laana, ninafundisha vile laana inaweza ikaingia kwa kizazi, na wakati inaingia kwa kizazi, kile kizazi kinaweza kufanyika kama Sodoma na Gomora iwapo akitarudi katika njia za Bwana. Ikiwa akitaweza kumsikiza Mungu, kile kizazi kinaweza kikaangamia. Hebu sikiza hiyo maandiko, Mambo ya Walawi Mambo ya Walawi 18. Mambo ya Walawi 18 kuanzia mstari wa 6. Kumi na tisa ni 19. Maandiko inasema hivi: inasema muondokeni mtu mwenye mvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Bwana wako, mimi ndimi Bwana. Kuna mahali ninatafuta, kuna mahali natafuta ambayo inaongelelea. Hebu sikiza, ndio hapo, sikiza, maandiko ni hapo. Hiyo Mambo ya Walawi kuanzia kuanzia 25.
Maandiko inasema hivi, na katika mwaka wa 5 mtakula katika matunda yake ili ipate kuwapa maogeo yake, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Haya 26, hapo ndipo message yangu itatoka. Msile kitu chochote pamoja na damu yake, wala msifanye kulonga wala kutumia utambuzi. 27 message yangu bado inaendelea hapo ndio itakuwa na nguvu zaidi. Msinyoe ndege pembe za vichwa, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu. Hizo ni tatuu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Msiandike alama miilini mwenu. Msimnajisi mbidi yako ili kufanya awe kahaba. Isiwe hiyo inji kuandama ukahaba, wala inji kujawa na uovu mkuu. Nafikiria umesikia maandiko vile yameongea. Nasema nini? Inasema msichanje chale ya yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma katika kitabu cha Isaiah 43 na nimesoma mambo ya Walawi. Tasikia hapo nimetaja Isaiah 3 na Isaiah 3 na mambo ya Walawi 19. Utaenda uchukue hizo vifungu hapo na usome uone vile maandiko inafundisha. Kwa wakati ninasungumzia laana wakati Mungu anaongea, anasema nirudieni nami nitawarudia. Na wakati Mungu anaongea kuhusu vibwete na pete, hapo Isaiah 43 ametaja pete, mapete za masikioni. Anataja msichanjwe, tatuu. Nafikiria katika kizazi chetu kuchorwa tatuu ni kama ni fashion. Haya hizi vifuli mnaona watu wana nini? Hebu sikiza hiyo Isaiah 3 inasemaje? Siku hiyo Bwana atawaondokea lea uzuri wa njuga zao na kaya zao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao, na pete za masikio na vikuukuu na taji zao, na ndusumali na mafurugu na vitambi na vibwete vya marashi na matalasimu na pete za alama, mafasi ya sikukuu. Kwa hivyo wakati ninazungumzia laana, kuna mambo yanaweza yakawa ndio milango ya laana kuingia katika maisha yake. Na wakati laana inaingia katika maisha yetu, huwa ni njia moja shetani amepata mwanya wa kufanya kazi yake katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu laana, shetani anafanya kazi na laana. Laana ni silaha shetani huwa anatumia. Wakati Mungu amelaani watu wake na akasema akamimina laana katika maisha yao, hapo ndipo shetani naye uchukua nafasi na kushambulia ule mtu. Maana ni sawa na mtu aliyefuga majibwa na kuchinja nyama, na anapochinja nyama anachukua ile nyama anatupia majibwa zake. Huwa Mungu ni kama amekutupa kwa shetani. Wakati Mungu anasema juu ya laana, ni sawa na kukutupia shetani, sababu umemkataa na umemgaidi. So unapopika kule kwa shetani, unapata akiwa amekungojea akushambulie kabla haujastukia kutubu na kurudi kwa Mungu.
hamalizani na wewe. Lakini ningependa kama kizazi chetu uweze kujiita kama mkutano, uone vile dunia inaenda. Tupigane na hizi mambo unaona zinaendelea. Hizi matatu unaona zikichorwa, hizi ni Bible na imekataa. Hizi pete unaona, hali vingine unaona wanaume wananyolewa design ambazo wanaume siku hizi wameanza kujirebesha kama wanawake. Ni njia moja ya kuchangia ushoga, ni njia moja ya kushagia ushoga. Wakati mwanaume anajipodoa na anajifalisha mapete, anadunga mili, anajifanyia vituko, ni kama ni sawa na kufufua Sodoma na Gomora. Wakati ukahaba ulikuwa unafanyika hadharani, wakati ukahaba, ushoga ulikuwa unafanyika hadharani, ni sawa na kufufua yale mambo. Na hapo ndipo unaona katika kizazi chetu Sodoma na Gomora inafufuka. Na wakati yale mambo ambaye yanafanyika katika maisha ya mwanadamu, nataka ujue ya kwamba mkono Mungu huwa anawaondokea watu ambao amezungumza na wao na wakakosa kumsikia. Mungu anawaondokea na anawaambia basi endeni vile mumeona ni vizuri. Hapo ndipo utapata dunia mambo, kila kitu kimeharibika. Matatizo yamekuwa katika kiwango cha juu. Saa hii shida ni nyingi. Kila kitu ni kung'ang'ana. Kila kitu ni gharama iko juu. Lakini si kitu kingine, ni kwa sababu watu wamemuondokea Mungu na wakaenda mbali na Mungu. Hata kama wanaenda kanisani ndio, lakini kuna mambo ambayo hata katika makanisa hayampendezi Mungu. Taona kanisani watu hizo design unaona hizo kunyolewa, watu wananyolewa. Wanaume wanaenda makanisani na wamesuka nywele. Wanawake wanaenda makanisani na wanafanana na makahaba. Kwa hivyo wakati Sodoma na Gomora imefuka, inaingia mpaka na kanisani. Na wakati kanisani mambo kama hayo tunayaona, nataka ujue tumefika kile kiwango ambacho Mungu anasema hapa sitawahi kushindana na mwanadamu. Na ndio tuweke kuokoa kisasi. Mtu wa Mungu uliye pande hiyo, nataka tupigane na laana. Kupitia njia gani? Tuokoe ulimwengu kupigia kuonya ulimwengu. Achaneni na dhambi. Wachaneni kunyoa nywele design hii ambao Mungu hapendi. Wachaneni kudunga mili yenu na kuvaa mapete ambao Mungu hapendi. Wachaneni kuchora matatu katika mili yenu, maana hayo yote Mungu hapendi. Ni wakati wetu tupigane. Wacheni kuvaa miniskati, maana Mungu hapendi mwanamke kuonyesha uji wake. Wewe mwanaume, wacha kusuka nywele, maana si mapenzi ya Mungu. Wewe mwanaume, wacha kugeuka kuwa mwanamke, wacha kugeuka kuwa shoga, maana hayo yote Mungu hapendi. Mungu hapendi. Katika hicho kitabu tu Mungu ameandika usilale na mwanaume mfano wa mwanamke. Hiyo maandiko, hiyo kitabu tu, Mambo ya Lawi. Usilale na mwanaume mfano wa mwanamke, maana yote ni machukizo. Kwa hivyo ni vizuri watu wa Mungu, kumbuka tuliumbwa na tumeweka katika hii dunia, na kabla Mungu hajashusha ghadhabu yake na aanze kupigana na sisi. Wewe uliye pande hiyo na unajua umpendezi Mungu, uko katika hiyo njia, jirekebishe. Maana usipojirekebisha basi ujue tutahukumiwa kupitia maandiko. Mungu huwa haachi kanuni zake. Mungu anafanya kazi na kanuni zake. Anaenenda sawa sawa na vile alivyonena. Mungu huwa haachi neno lake. Ili tupigane na hizi lazima tuonye watu. Ukutane na mwanamume anageuka kuwa mwanamke, umwambie wewe Mungu amekulaani kwa sababu amekataa kile unafanya. Ukutane na mwanamke amejipondoa, umwambie, umsomee maandiko, mwambie Mungu amekataa hiki na amelaani wale wanaomgaidi. Mahali imefika watu lazima waambiwe ukweli.
Lazima watu waambiwe ukweli, wajue makosa yao. Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuheshimiwa. Hatuwezi kusema tunamjua Mungu na anapoongea bado tunashindana na sauti yake. Huo ni upendo ambao ni unafiki. Kwa hivyo lazima tupigane na uovu. Wewe mtu wa Mungu uliye pande hiyo, jiandae tupigane na uovu ili tuweze kuokoa kizazi hiki. Hawana muda wa kusoma Biblia, na tusipowaambia ukweli bado hawatasoma. Lazima tuwagonge na kuwaambia ukweli ili wawe na kiu ya kusoma Biblia. Usipoambia mtu ukweli, hawezi kusoma Biblia. Ana muda wa kusoma Biblia, lakini unapomwambia ukweli ataenda angalia kweli pastor ameongea ukweli. Acha niangalie. Na ni njia moja ya kuokoa kizazi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa pande hiyo, tuungane kwa maombi, kwa kunena ukweli wa mambo. Maombi ifanye kazi bila kufanyiwa kazi. Maombi inafanya kazi na neno. Maombi ufanye kazi. Maombi huwa ifanye kazi kinyume na neno. Maombi inafanya kazi na neno. Tunapoombea ukweli, tunapoongea ukweli, naye Mungu anaingilia. Anaingilia na ile maombi inafanya kazi, kwa sababu tumeongea ukweli. Kwa hivyo nafikiria huo ujumbe utakusaidia. Ionji, tuepuke laana za Bwana. Hizo vitu vinaachilia. Hizo vitu ni wanadamu wanapoacha sauti ya Mungu, huwa ni laana inaachiliwa. Na laana inapoachiliwa, maandiko inauliza, ni nani atakaye okoa? Mkono wa Bwana anapopiga, ni nani ataokoa huo mkono? Daudi alimwambia Mungu, heri nianguke kwa mkono wako, maana mkono wako uko na huruma. Aliselenda mbele za Bwana na akatubu. Kwa hivyo usipotubu na kumrudia Mungu, hakuna mahali pengine utapata msaada. Uende kwa mganga, uende kwa nani, uende kwa pastor. Mungu akiachilia laana, hakuna wa kuondoa hiyo laana, isipokuwa tu ni urudi kwa njia Mungu naye akuachilie. Mungu aondoe kile ambacho kinaweza kuwa kinaataka maisha yako. Kwa hivyo shika hiyo neno, sambaza hiyo neno, na hiyo neno share na mtu huo ujumbe. Share na mwenzako, share na mwingine, share na mwingine, ili ujumbe ufikie watu. Tuokoe kizazi. Wanaume, ushoga, kwa nini mwanaume mwenzako? Kwa nini? Mungu alituheshimu, alituumba. Sisi ndio tulikuwa mwanadamu wa kwanza. Kwa nini unangeuka kuwa mwanamke na wewe ni mwanaume? Mungu alikuumba na akakuheshimu na akakuita mwanaume. Mwanamke, kwa nini unangeuka? Unakuwa kahaba. Wengine wanageuza kuwa wanaume. Siku hizi wanapaa nguo za wanaume. Maandiko katika Kumbukumbu la Torati 22:5. Maandiko inasema, na mwanamke asifae mavazi ya mfasao mwanaume, na mwanaume asifae mavazi ya mfasao mwanamke. Nguo wanawake wamevaa nguo za wanaume. Ndio mnaona lesbian imekuwa juu, sababu wanaume wamejigeuza kuwa mwanaume. Wewe ni mwanaume, mwanamke, kwa nini unavaa nguo ya mwanaume na Mungu amekataa? Kwa nini unavaa nguo ya mwanaume wakati Mungu amekukataza? Kwa nini unashindana na Mungu wakati Mungu anakuacha? Ni wapi utakimbilia? Sababu ile nafasi amekupa ili utubu. Amekupa ili usikie neno utubu. Usiposikia hilo neno lake na utubu, nani atakuokoa? Wakati ghadhabu itaanza kushuka, nani atakurudisha katika uwepo wa Bwana? Ni wakati usikie sauti ya Bwana na urudi katika njia za Bwana na uone Mungu akikupigania. Kwa hivyo wewe uliye pande hiyo, nataka niombe na wewe, na ninataka nikuombee wokovu.
wewe ambaye unataka kuokoka, uombe nami kwa simu tu na unifuatilie ninafundisha nini. Ni kile ninafundisha kinaweza kukusaidia upokee wokovu na umpokee Mungu na usimame na unifuatilie katika benchi yangu. Ukiandika Pastor Benjamin katika channel yangu andika Pastor Benjamin. Pastor Benjamin Chalo, andika hapo. Utaona mafundisho yangu hapo na yatakusaidia. Kwa hivyo nataka niombe na wewe na wokovu, niombe na wewe umpokee Kristo. Na kabla sijaomba, kuna namba iko hapo ambao tunaweza kuungana na tukaomba. Ni laini ya maombi. Na pia ukitaka kumtolea Mungu, naweza ukamtolea Mungu kwa hiyo sadaka, ili neno la Bwana liendelee. Kwingine ile neno watu kufikishiwa ni gharama. Injili ya Mungu ni gharama. Injili ya Yesu Kristo ina gharama. Na tusipoungana, injili ya Kristo haiwezi kuhubiriwa. Itahubiriwa, lakini lazima iwe na pesa. Ni sawa na chombo ambacho Mungu amekileta ili kikaweze kusimama na kazi yake. Unaposimama na kazi ya Mungu, Mungu atasimama nao. Huwa ninahubiri crusade. Huwa ninatembea kihubiri crusade. Kila natembea ni Mungu aje nibariki na gari. Huwa ninatembea na miguu. Kwa hivyo unaposimama na Mungu, nitachukua hiyo sadaka, nitaitumia kwa gari, nitapeleka injili. Nitapeleka injili ya Bwana na utabarikiwa. Kwa sababu ni Mungu, utakuwa umesimama na kazi yake. Kwa hivyo nataka niombe na wewe na Mungu aweze kukubariki. Namba yangu nitaweka hapo katika benchi yangu, na naweza nikakusomea hiyo namba pia. Namba yangu nitaisoma kwa Kizungu 0759 22 32 04. Unapoweka sadaka yako hapo, itakuletea jina Chalo Kamuti. Chalo Kamuti ndio jina langu ambao ni itakuja katika Mpesa. Hiyo ndio jina langu na Mungu atakubariki. Kwa hivyo nataka uamini pamoja, tuombe. Wewe ambao ungependa kupokea wokovu, ukiwa pande hiyo, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa yangu. Niandike kwa kitabu cha uzima, nifute kwa kitabu cha hukumu. Nifute kwa kitabu cha hukumu. Yesu, unipokee, unikubali katika jina la Yesu. Baba, ni asante ni kwa sababu yeye ndugu ameokoka, amekubali wokovu. Kaweze kutembea nayo, kaweze kwa pamoja na ukampigania na ukamuongoze katika jina la Yesu. Baba, ni mwanao amekubali kuwa pamoja nao, ukatembea na wewe, na ni kwa jina la Yesu ninaomba na nitakuamini. Amen. Subscribe channel yangu, kaweze kusupport neno la Bwana, ukashare huo ujumbe na mwingine, ili hiyo neno ikafikia watu wengi na watasaidika. Kwa hivyo barikiwa sana na Mungu awe pamoja nawe. Asante.